unalipia hii private beach resort ambayo ni nudity peke yake, so inakuja na package. So here's the thing, sio beach tu, yani hii resort ukisha check in pale hotelini mbele pale, movement zote unazofanya mle ndani ya hoteli unakuwa hujavaa kitu chochote. So na hii resort ni everything included, breakfast, lunch, dinner, kuna massage, kuna gym, kuna all the activities. But the rule is activities zote unafanya mkiwa hamjavaa nguo. Nani ile nani ya Katoliki, St. Peter's Basilica iko Rome, si ndio? Iko Vatican iko Rome. Vatican Yeah. Anyways, nitaka kuambia nani, kuna ulishawahi kwenda kwenye, najua huko Ulaya hivi vitu ni kawaida. Ulishawahi kwenda kwenye nude beach? Sijaenda. Unaelewa nude beach ni nini? Naelewa kabisa unachokizungumza, nakielewa, sijaenda. Tena nasikia famous one iko France. Oh. Sema hapa can you imagine hata sisi huku kijijini kwetu ipo. Yeah, nice. Ni vitu vya kuexplore. Nitikiwa uende, nategemea unaenda kwa sababu gani? Huku kijijini kwetu bwana ipo. Nakumbuka siku hiyo rafiki wa mume wangu mimi ana boat. Kwa hiyo tulikuwa tumetoka, tulikuwa tumeenda kwenye private beach, lakini ambayo haina mambo ya nudes. Ilikuwa tu ni ya kawaida. Sasa tulipofika pale, then akawa yeye sana tukonvince twende kwenye hiyo nude beach. Kwa hiyo akara convince wewe na mmeo, sio? Yeye alikuwa peke yake. Mimi nikamkatalia bwana. Nikamwambia, wewe mke wako yuko wapi? Wewe mke wako leo hayupo, tunakuconvince twende na wewe." Nikamwambia mimi siendi. Nikamwambia kwanza huku ni vijijini, nitaenda huko mimi nikaone vibabu tu, uchi wa vibabu huko, mimi hata siendi. Yeah. Bibi. Hata siendi, nendeni tu wenyewe kama mnataka. Nikamwambia mimi kama unataka nenda, yuko hapa, mimi siendi. Mimi kama tunaenda wote twende. Nikamwambia mimi siendi. Huyo jamaa alikuwa na mpango mwingine, kama yeye mke wake alikuwa hayupo, alafu anataka kuone wewe. Mke wake hayupo, tulikuwa tuko watatu tu kwenye boti, afa na tu convince twendeni. Nikamwambia wewe, nishabu mimi ni Mwafrika. Nenda mwenyewe, bebana na mwanaume mwenzio, nendeni, mimi mwanamke niacheni hapa. Kwa hiyo unasema wewe Mwafrika, kwa hiyo unasemaje kuhusu Afrika ambao tunaenda kwenye hizo sehemu? Mbona kama unakuwa judgmental? Nilichomaanisha mimi ni hivi. Yaani huwezi, wewe ni rafiki wa kiume, unanibeba mume wangu, unanibeba na mimi. Twende huko. Ingefanya mimi na mume wangu, it makes sense. Sasa tena na rafiki tena, wewe mke wako yuko wapi? Unanibeba mimi, jamani kweli. Mimi kwangu mimi niliona hiyo. Wewe jamaa alikuwa anataka kuone basi tu, alikuwa hataki kusema direct. Nikamwambia my friend, mimi hapana. Ila nyinyi wenyewe wanaume nendeni. Mume wangu akamwambia mimi ndio siendi. Kwa basi hatukwenda, ila alienda yeye peke yake. Tukamwambia sikiza, sisi tunashuka kwenye boat, we swim, we do other activities, kwa sababu napenda sana water sports. Nikamwambia mimi I will do other activities hapa. Basi kwa yeye akaenda na boti huko. Baadaye baada ya 2 hours hivi akarudi. Kaenjoy tayari, alishaenda kukiona. So mimi nilienda, imekuwa kama tradition kwangu sasa, huu mwaka wa 3. Nilienda kila mwaka, kila summer moja najaribu kwenda mara moja. Mwaka wa kwanza nilienda. We need to make some remarks. Hii channel sio kwa ajili ya watoto wa chini ya miaka 18. Pia sio kwa ajili ya baby boomers. Baby boomers mnajua wenyewe. Unless when you're a very progressive boomer. Boomer ni miaka 45 kwenda juu, kwa sababu some of you bado mna mentality fulani, mnataka mambo mlikuwa mnafanya kwenye generation yenu ndio sisi tufanye. Hii ni generation tofauti. Stories zetu ni tofauti, sio kama stories zenu. So stories zetu zinaweza zikawa very uncomfortable kwenye masikio yenu. This channel is not for you. Okay? Kabla huja subscribe na kuangalia video nyingine, kwa sababu this is just the beginning. Twice or once weekly tutakuwa tunawaletea hizi stories. Okay? Pia hii channel sio kwa watu ambao wako very religious. Kama uko spiritual, you're welcome. Karibu. Kama you are very religious, unasemaje? Religious.
please don't even bother, kwa sababu we're going to talk about so many crazy things kwenye hii channel. Kama ulikuwa unatafuta tribe ya crazies, this is the channel for you. Okay? By the way, nilikuwa na edit video nika realize kwenye video nilikuwa natumia mic, ila mic nilikuwa sija turn on. So sorry for that. Next time the mic will be on. I mean the mic iko on, but the sound card wasn't plugged in. So anyways, let's go back to the video. So kuna tofauti, kuna nude beach alafu ambayo kila mtu anaweza kwenda, is public. So mtu yote anaweza kwenda. Then hiyo ndio nenda mara ya kwanza ambayo it wasn't good kwa sababu hizi za public ni unakuta vibabu kama ulivyosema vingi, unakuta mashoga wengi pale, tena ukienda asubuhi. Nienda asubuhi was really bad. Sababu kila mtu anakuangalia, kila mtu, it feels kind of weird. Next time nikaa nimeongea na mshikaji wangu mmoja, yeye na mke wake wao wanaenda hizo sehemu, akaniambia usiende ambao ziko public kwa kila mtu. Kuna hizi zinaitwa nude, ni private resort. So ni resort, ni kama unajua resort ni kama hoteli. So ni hoteli ambayo iko pembeni ya bahari. Hii ni Florida Marekani. Iko Orlando Florida. So unalipia hii private beach resort ambayo ni nudity peke yake. So inakuja na package. So here's the thing, sio beach tu, yani hii resort ukisha check in pale hoteli mbele pale, movement zote unazofanya mle ndani ya hoteli unakuwa hujavaa kitu chochote. So na hii resort ni everything included, breakfast, lunch, dinner, kuna massage, kuna gym, kuna all the activities. But the rule is activities zote unafanya mkiwa hamjavaa nguo. So I booked that Friday mpaka Sunday. So kuanzia Friday mpaka Sunday unakuwa uko just free, just you and yourself. And it's a lot of people, kuna Europe, watu wanatoka Ulaya. Wahudumu wanakuaje? Wanakuwa wamevaa nguo? Wahudumu wanakuwa nothing. Kuna wahudumu wachache ambao wanakuwa wamevaa vile vinani kama vibikini tu. Unaenda peke yako, unaenda na wife? No, naenda peke yangu kwa sababu wife anaogopa. Ila wife alikuwa hataki kwenda, then nikamwambia, first of all alikuwa against me kwenda, then here is why I'm doing it. It's sio kwa ajili ya kuangalia watu, but it's for spiritual reasons. You want me to tell you kwa nini it was very spiritual? Tell me. Spiritual. Kwa sababu look, no, it's spiritual. So na sio cheap. Actually sio cheap. Hizi private beach resort, hizo nude resort sio cheap. Ni kama 350 kwa usiku mmoja. So for 3 nights it's very expensive. But na unakutana na watu kutoka all over the world, as I said. But there is, na hamna mtu anakuangalia kwa kukujudge. So imagine unaenda kula breakfast uko mtupu, mnakaa mezani uko mtupu, mnaongea na watu hawajavaa kitu, but hamna mtu anayekujudge. That's the thing, hamna mtu anayekuangalia weird. Yani kila mtu contact anakuangalia machoni, like everywhere you go unabidi uwe, kwa sababu hata wewe ukianza kumwangalia mtu chini hivi watakuuliza, yo dude, what are you doing? That's weird. So it's very spiritual kwa sababu, okay, remember wakati Mungu anamuumba Adam na Eva? Okay, Mungu alimuumba Adam na Eva walikuwa hawana kitu kabisa, walikuwa watupu. Then walipofanya dhambi, according to Biblia, shetani aliwapatia tunda wakala, then ndo wakajiona watupu. Kukaa kwenye hii resort kwa siku 3 bila nguo, na hamna mtu ana hiyo feeling ya, maybe wapo ambao wanaenda kwa sababu hizo za kuangalia watu, but ukiwa pale hauhisi hivyo. Kila mtu yuko on the same page na kila mtu yuko very comfortable. It makes you feel like, yani ukitoka pale nothing else really matters. Yani ukitoka,
sijui nikwambie. Kwa mfano ngoja nikuulize. Unajua mfano nyumbani wanasema kwamba hata usivae nguo fupi unawatamanisha wanaume. Sijui kuna hizo mambo si ndio? Wewe mwenyewe unafahamu mambo ya kitamaduni, sijui kimila and so on. Sasa unataka kusema kwamba mfano kama wanaume wa nyumbani wangekuwa wanafanya hizi nude beach, wanaenda, zingewasaidia wao kupunguza matamanio au Shenda 100%. Unajua kwa nini? Kwa sababu ukishatoka ile sehemu hata uone mwanamke amevaaje, yani hata yani hata hainiingia akilini kwamba huyu mwanamke kavaa kanguo kafupi ama huyu mwanamke anaonyesha sijui matiti. I feel nothing. Actually, I can make a case kwamba kwenda kwenye nude beach, kama watu wengi kwenye ndoa, wanaume wengi wanataka kusettle down, kuwa serious na maisha, wasiwe wanatangatanga na njia, wanawake waanze kuacha wanaume zao waende nude beach. Kwa sababu ukishatoka nude beach, I mean hizo kwenye hizo za private resorts, ukishatoka kule na you are sure umeenda kule sio kufanya mambo mengine, umeenda kule kwa ajili tu ya connect na nature. Kwa sababu all you do is just uko chumbani, you read some books, unaenda nje, unaongea na watu, unaenda beach, kila mtu yuko empty. Ukishtoka pale matamanio ya mwili unakuwa umeyamaliza. Yaani wewe kutamani flesh. Wanakuwepo watoto wazuri kama wa Kilatino, wa Kiafrika huko. Well, sijawahi kukutana na Mwafrika, nimekutana na Wamarekani weusi, ila watu wazuri, of course, watu wazuri wapo. Raha ya kwenda huko ni ukutane na strangers, au unaweza kukutana na mtu unayemjua, ni kama kukutana na Shena hivi, afu tukakaa kwenye meza moja mimi na Andrew. Yaani kama hapa tunavyoongea hivi, alafu hatuna nguo. Ni kwa sababu watu unakutana nao kule ni watu ambao mindset zao zina match mindset zako. Yaani mtu ambaye yuko ready kwenda sehemu ya hivyo, you just know they don't care about, like, they're not judgmental first of all. Yeah, and then unaelewa tu spirit. My question is, yani raha yake ni ukutane na strangers au ukutane na mtu ambaye unamjua? Mfano unaweza kukutana na mtu unayemjua ambaye naye ana mindset ambaye iko kama ya kwako, lakini ndio mtu ambaye unamjua ukutana naye pale. Ni ile experience. Nafikiri ni hautaelewa kwa sababu labda hujafanya. Ni ile experience ya uko kwenye chumba ambacho kuna watu 60 na watu 60 wote hawajavaa nguo yoyote na kila mtu yuko poa tu. Na uliwaza nini yani Andrew mpaka ukafikia hivyo ukasema ngoja nijaribu? Si niangalia some YouTube videos, watu walikuwa wanaongelea hivyo vitu, na most of the time ilikuwa ni mostly wazungu na wake zao wanapenda kwenda sehemu za hivyo. So I was like, I'm actually curious. So how does it feel? Na nilivyoenda, actually it feels really freeing. Yaani ukitoka pale you focus na vitu vingine. Yaani ukitoka pale you feel very free. Uangalie watu kwa matamanio. So I'm trying to tell other people ambao hawajawahi kujaribu, try it.